hapa katika mambo ambayo vijana wanapata gaziko sana kwenda kuyatekeleza, ambayo ni mfumo wa maisha ya Kiislamu. Mfano vijana sasa hivi unaweza kumkuta miaka akaishi maisha yake yote hata mpaka miaka 45, lakini swala yeye kuingia kwenye ndoa kwake yeye ni gumu. Ipo radhi awe tu na mwanamke tu wa kawaida, lakini kuoa inakuwa ni gumu. Anahisi labda mahari ama yale maisha ya ndoa ni magumu, lakini anaishi na mwanamke anahudumia, lakini kuoa kwake yeye ni gumu, hasa kwa vijana wa sasa hivi. Ni uelewa mbaya kwanza, au ufinyu wa fikra walizonazo. Tulisema inawezekana mitandao ya kijamii, inawezekana jamii yenyewe inamdanganya akaona kwamba yeye ni ndoa, kwa sababu kama wewe unasema ndoa ndoano, kwa hiyo ukishikwa pale ndio tayari umekwisha wewe. Hapana, hawajui kwamba ndoa ina maana gani. Kama watafuata mfumo wa Uislamu unaoelezea kwamba ndoa ndani yake kuna utulivu na huruma na mapenzi. Nje ya ndoa hakuna mapenzi, ni kudanganyana. Sasa yeye anadanganywa na yule naye anadanganywa. Sasa hebu niambie, kuishi na mtu ambaye anakuonea huruma, anakupenda, hakuna bila kuwa na ndoa, hakuna, haipatikani. Sasa tu vijana ni sisi wazazi, kwa sababu ukiangalia pia gogoro linakuja kwamba wanaotakiwa kuwaozesha vijana wa kiume ni wazazi, wanaotakiwa kuozesha vijana wa kike ni wazazi. Sasa wazazi wameliacha jukumu hili, matokeo yake vijana ndio hapo, mwingine haoi, mwingine anakwenda oa mtu ambaye siye. Unaona, katika surati Nur Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wazi, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah. Waozesheni vijana bachela wasiokuwa na wake, na wale watumwa ambao ni wa kike, wana wa kiume na wa kike pia waozesheni. Wakiwa ni mafakiri, hawana kitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawatosheleza. Hicho anachopata utakisikia kinatosha. Sasa nini zaidi hapo? Kuna zaidi. Hatuwaozeshi watoto wa kiume wala watoto wa kike, hatuwaozeshi. Sasa matokeo yake ni haya, mtu anafika miaka 45, baba umekaa naye nyumbani mtoto, au hata yuko kwenye shughuli zake, lakini humgusia hata siku moja, bwana uoi. Ni maisha ambayo sisi katika kizazi kilichopita, kizazi cha silent miaka 55 mpaka 65, hiki ilikuwa tunashikiwa kidedea. Wewe vipi? Mbona mpaka leo hata hebu subiri mwezi ujao na mke unaletiwa mke. Hakuna masuala ya kupenda. Mapenzi yanakuja baada ya ndoa. Kabla ya ndoa ni udanganyana, ni uongo. Kwa sababu lazima umdanganye mtu ndio awe karibu na wewe, na kisha kwa karibu na wewe finish, kile kinachofuata bado shetani anafuata hapo. Kwa hiyo nasema kwamba kuna haja ya vijana kuzinduka kwamba ndoa ni swala gumu, kifungo cha maisha. Hapana, ndoa ni raha ya maisha. Hakuna kingine, kwa sababu umekaa na mwanamke tu hivi ukazana, and then what? Wanamsemo wao wanasema kwamba kama maziwa anapata, kwa nini nifige ng'ombe nyumbani kwangu? Kwa sababu ingekuwa ng'ombe watapatikana wapi? Na ng'ombe wakishaondoka maziwa utapata wapi? Hakuna ng'ombe wa kutoa maziwa. Sasa hata hao ng'ombe nao pia wakishakuwa tayari kwa hiyo tunasema kwamba wao wenyewe ni ng'ombe, sasa wamekuwa ng'ombe. Kwa hiyo hakuna swala jingine lolote la kusema kwamba na labda kwa kumalizia sasa, kwa mfano umepewa dakika 2 sasa ya kuzungumza na vijana wote wa Tanzania wa Kiislamu na hata ambao sio Waislamu, kama mzazi lakini kama kiongozi wa dini, unaweza kuambia ushauri gani ambao sasa kutokana na mazingira sasa hivi na wao wanaweza kutumia na kupata mafanikio katika duniani na akhera? Mimi ninachoweza kuambia vijana, hebu kuweni nje ya box, msiwe ndani ya box. Ndani ya box ni kwamba tumeletewa hii mitandao ya kijamii, na hao ambao wametuletea sio wanavyotumia wao. Sisi tunatumia vinginevyo. Tutoke nje ya box tuangalie wao wanatumiaje mitandao ya kijamii. Utakuta kwamba sivyo wanavyotumia sisi. Sisi ni vile reject, vile ambavyo vibovu ndio tunaletewa sisi. Sasa kwa nini tuletwe vibovu? Kwa nini tusiwe na mifumo yetu sisi na sisi? Kwa nini maadili yetu, mila zetu, tamaduni zetu, kwa nini na sisi zisiwaathiri wale? Sisi tuathirika na wao. Sasa kuna haja ya sisi, ya vijana nyinyi wote kwa ujumla wenu,
Hebu angalieni mifumo yenu ya maisha. Umeamua kufuata mfumo gani wa maisha? Kama utakuwa wewe umeamua kufuata mfumo wa nje wa maisha, mfano mfumo wa magharibi, unao nafasi ya kwenda magharibi, lakini ukienda magharibi utajikuta uwezi mfumo ule kabisa, utakushinda. Sasa mwisho utachangaa, hujijui uko wapi, hujijui kama matokeo yake ndio hayo. Yamekuja masuala mengi hapa, ukimwi, yamekuja masuala mengi, madawa ya kulevya yalivyoangamiza kizazi cha vijana, kamari, si watu wazima. Hii betting hii tunasema kamari inawaangamiza vijana. Hakuna namna nyingine bila ya kuachana mifumo hii, si mifumo yetu hii. Kwa hiyo vijana, hebu zindukeni. Tunapelekwa siko au mnatupeleka siko. Sisi hatukupitia mitaa hiyo, haikuwapo kabisa kamari. Mfano katika miji yetu kama hii hata miji mingine ilikuwa haichezwi barabarani namna hii wazi, ilikuwa sehemu za kujificha kweli kweli, porini huko watu ndio wanacheza kamari. Lakini leo hapa mtu kwenye simu unacheza kamari, simple like that. Sasa tunasema kwamba hapana, nataka tulifike mahali tuamue kwamba sisi, mimi ni Muislamu, basi uwe Muislamu kwa mfumo ambao unatakiwa. Kuwa na mfumo wa maisha madhubuti ambao utakufanya wewe uishi. Haya ndio msaada. Shukran sana Sheikh, na tunashukuru sana kwa wakati wako, lakini pia nichukue nafasi hii kushukuru kutokana na watazamaji wetu popote pale walipo. Kwa hakika mimi kama kijana, lakini hata na wao ambao wanakwenda kutizama watapata faida nyingi sana. Naam, mtazamaji, tulikuwa na Sheikh Salim Bafadhil hapa jijini Tanga, Tanzania, na mimi mtangazaji wako ni Saad Juma Shemalamba. Unaweza pia kuniita Mr. Bardan wa salama.